Si una umri mdogo miaka 17. Bwana, hapo tunaendelea kuangalia kiwango cha Selemani Mwalimu. Huyu mchezaji yupo pale Simba kwa mkopo. Na siku akiondoka Moni itakuwa pigo kubwa sana kwenu na mnampa sifa kubwa sana. Wydad Casablanca, Wydad ni watu wenye akili sana. Wydad Casablanca kurupuki. Kuna watu walipita walikata kona. Kuna watu walikata kona, lakini akaambia nye kina nani nye? Si timu fulani, akaambia nye nani? Nye si kinaambia sita nye? Hatuwezi kumpeka mnani mchezaji wetu Mbeya City. Timu ndogo wanataka kumchukua. Si Mbeya City wanataka kumchukua Mbeya City. Mbeya City wanataka kumchukua nani yule alisema ni Mwalimu. Na ndio maana kana muandalia sana mpaka dhifu anamsifia. Na ndio maana mimi nikaambia kabisa kwamba Selemani Mwalimu ujaja kuja kuangalia Mbeya City kule KMC. Alikuja kuangalia mabeki wa Mbeya City atapita namna gani. Kwani Selemani Mwalimu alikuwa na mechi na Mbeya City? Si Mbeya City alikuwa anacheza nani hapo KMC? Si Mbeya City na timu gani? Kwa hiyo siku ile alienda kuangalia Mbeya City. Aenda kuangalia Mbeya City yani Mbeya City sio kwa na timu gani, si KMC na nani? Ataenda kuangalia Mbeya City. Atawafunga namna gani? Kwenye finali. Kwenye finali mmecheza na Mbeya City. Mbeya City. Sio mchezo na Mbeya City tu. City Marcelo Gomez alitakiwa na Mbeya City. Mbeya City wakamtaka Wydad Casablanca kule. Wydad akaambia bwana, nyinyi Simba kuna watu wa Mbeya City wamekuja kutoa ofa hapa vipi? Kaambia bwana, angalieni wenyewe kama mtampeleka Mbeya City mpelekeni. Lakini Wydad kwa sababu wanahitaji hela. Ile ni hela ile pale. Acheze klabu ya Simba kwa sababu Simba duniani inatambulika. Na muone kama akiwa mkubwa atawakimbia. Nani? Selemani Mwalimu kwanza Wydad yani watatupa moja kwa moja. Yani wawape mali. Wawape mfungaji wao. Watatuuzia. Yani nielewe kwa makubaliano maalum. Tunauzia lakini mtakapompeleka nje kwa sababu yani yule muda wote anaweza kaenda Hispania. Muda wote. Selemani Mwalimu. Anapoenda Hispania Gomez Mesia. Muda wote Wydad watapata hela. Lakini akisajiliwa na Mbeya City itaishia tu nani hapa. Kama walipogoma kumwachia kijana wao. Bwana nani jamani, yani watu wengine yani kwanza kuna kitu ulilouliza sana kuhusiana na kulinganisha wachezaji. Sasa mzani umeuona jana? Naona. Nilichosema ni kweli au sio kweli? Mimi siwezi kukubali moja kwa moja, labda niendelee kukuuliza tena wewe mashabiki wa kusikilize wewe. Nilikuambia Diala na Kasali na kwenda na Kasali. Kwa hiyo Kasali ni bora kuliko Diala. Bora kuliko Diala. Lakini jana si penalti ndio imeamua. Baki ya penalti, yani yule kwanza jambo la kwanza Diala watu wanashinda kuelewa. Sio yani ni golikipa ambaye anaogopa mashambulizi. Damaro na Kagoma. Sina nani na Kagoma silisha kwambia. Kwa hiyo jana hujaona uwezo wa Damaro. Damaro nimekulisha kwambia ni Nyamilafu. Huyo raia yule Nyamilafu tumeelewa. Lakini Kagoma simemuona. Nikakuambia kabisa Kibabage na nani na Shada Kiboka au na nani na Mohamed Hussein. Mimi nenda na Kibabage. Kwa sababu ni mtu ambaye ni beki wa kisasa, ni beki ambaye anatafuta boxi. Mabeki wengine wa kizamani yani wanakaa kwenye vibendera kule. Mpira wa kizamani miaka 47. Beki lazima aende kwenye boxi, kwenye uamuzi wa mwisho. Sio umeona backup? Nimekuwa wangapi hao? Kuna Diala, kuna Damalo na Kagoma, nimesema kuna Diala, Damalo na Kagoma. Kibabage watatu. Mwalimu pale mbele ukimweka na Dube. Nanda na Selemani Mwalimu. Dube amfikie hata kidogo Mwalimu. Kwanza yeye yani kwanza ana jicho la goli. Nani? Yani Selemani Mwalimu ni mtulivu kwenye goli. Atafunga magoli aina yote unayotaka wewe. Selemani Mwalimu. Hawezi kupishana na mpira afu kapita salama mpira. Lakini Dube inapita mipira zaidi ya 18. Mguuni mwake. Mpaka naye aikeke njia cha kupita basi kama ile mechi na Azam. Haya twende hapo. Pakome tumweke na nani? Na Chama. Na Aula usipoteze mada. Aula alitoka mapema bwana. Aula mechi ilimpalia ikamshinda. Yes kakarani. Basi basi tumweke na Chama. Au na Libase. Mbona unamkimbiza jana Libase kama alifichwa hivi. Mbona unamkimbiza na Alan Okelo Libase? Jana Libase kama alikuwa kwa pani. Nani? Libase hakuonekana. Angalia Shada Kiboka kalamba mchanga mara ngapi? Sio Libase yule tulimzoea kwenye mechi zingine. Naomba nielewe. Na ndio maana ile kocha yule Mesia yani kocha yule Steve Bakari yani ni mtu katili sana. Alichokuwa anachezesha wenyewe kwa sababu walimtegemea kama Libase atakuwa ni fighter mkubwa zaidi katika klabu ya Simba, lakini akapewa majukumu madogo tu.
Sio kama alifanikiwa kumzuia. Alikuwa akichukua mpira anatafuta boksi. Hawajazuia njia yake basi. Nimekwambia alikuwa analazimisha. Uone kama kuna cross moja ilipigwa katikati bana. Shadrack Kiboka kaacha huku. Yaani yule alishaambia bana, ukiwa na mpira nenda kwa Ibrahim Baka na Mwamnyeto na huyu Shadrack Kiboka. Akisha watu watatu, na ndio maana wamekosa raha. Yanga hawajacheza comfortable, yani kwanza mabeki wao walikuwa hana uhuru. Kwa upande wa Young Africans umeongelea mabeki wao walikuwa hawana uhuru. Jana kwa mara ya kwanza tumeweza kumuona Yao Kwasi Atoula amecheza. Hajacheza kwa muda mrefu lakini aweza kuanza katika mechi yenu. Tuongee kimpira mzee Mwaipaya. Ulionaje kiwango chake? Kwanza mimi nampongeza Yao Kwasi. Nampongeza kwa kujua harufu za hatari. Umeelewa? Mabeki wote wa Yanga wote kuanzia Ibrahim Baka ambaye mnamsifia, siju kuanzia Mwamnyeto, wote walivurugwa na Libasi Gueye na Elia Mpanzu, wakashinda kumuona Anesante Oula ametoka nyuma mgongo huko, ameingia kwenye patu pale akajiposition pale, akaletewa mpira pale alikotoka Yao Kwasi kule. Yani kaenda kwa Didier Diala alikuwa anajua kabisa ni hapa, yani hapa lawama tu hapa. Lakini yule mwamba kaenda kuondoa pale. Na ndio maana nasema katika wachezaji wa Yanga jana, yani kama ni hela wamchangie Yao Kwasi. Kafuta makosa mengi sana ya mabeki wa Yanga. Wakitaka kupa hela wampe Yao Kwasi. Na mmoja naweza kamaongezea, yani nyinyi changeni watu wa Yanga hela afu shilingi 30,000 njoo nichukueni kwangu mimi Mwaipaya ujini. Mpelekeni Yao Kwasi. Kwa sababu kawaokoeni sana. Alikuwa na nusa hatari. Unajua mchezaji wote kama amecheza na nani? Na yule Anesante Oula. Wakati pako Mezizo kwenye Aseki Mimosa alikuwa haanzi, yuko benchi. Umeelewa? Anamjua kabisa ujamaa huyu mwamba huyu hatari zake. Na ndio maana mimi nilivyoona yani alivyopelekwa tu mpira na Elia Mpanzu kwenye box pale. Mimi nilikuwa nilikuwa nashangilia najua chuma pale. Lakini alipotokea huyu mtu huyu Mesia kaenda kuyosha amekuwa kona pale. Hongera sana, congratulations. Nimeongea Kiingereza leo. Leo kwa mara ya kwanza nimeongea Kiingereza, wadau wa Yanga. Congratulations sana nani Yao Kwasi. Piga kazi. Piga kazi. Karibu yani kama asingekuwa yule mtoto yule. Hata chuma 3 zingekuwa zinaingia. Kwa sababu mabeki wote wamepoteana. Shadrack Kiboka ajui anamkaba nani, ajui. Yeye anakwenda tu kama nguruwe poli. Anatembea tu, anakimbia tu kama nani? Kama mnyama fulani wa polini. Kuna kauli moja bwana nimesikia ya msemaji wenu Ahmed Ally, msemaji la CAF, amesema kwamba ushindi wa jana mliopata ni special kwa ajili ya Wilson Oruma. Na hisi labda kwanza nampongeza sana Ahmed Ally. Inaonekana aliona clip yangu niliyomwambia kama hata ile kwenye media Samunyo ile pale tunaenda kuingia kwa kiingio cha shilingi 50,000, hela yote tunaenda kuisimamia kesi ya Wilson Oruma. Lakini kwa taarifa nilizokuwa nazo, kwa goli la jana la Selemani Mwalimu, hata kesi mahakamani haipo. Kaitafuta kesi mahakamani ya Wilson Oruma. Kwa hiyo goli la jana limefuta kesi. Yaani limefuta mpaka kesi. Hakuna kesi ya Wilson Oruma mahakamani. Kaitafuta faili lake lione. Goli la Selemani Mwalimu limefuta kila kitu. Limefuta kila kitu. Watu wanauza sasa tumshaki Wilson Oruma, mbona tayari huku Mwalimu katufanyia hii balaa jamani? Kwa hiyo wenyewe wameogopa kwenda kupeleka. Wewe vibaya kwa sasa tunaona sheria. Kwanza Mwalimu mwenyewe nani? Selemani Mwalimu ana sheria. Na tumempa kesi ya Wilson Oruma. Kwa hiyo kalianzisha jana lile pale. Kasubiri mahakamani aitwe Wilson Oruma, lakini mpaka leo hajaitwa. Bwana, au kama ulichokisema kwamba mkimaliza kule mnarudi mechi ya tarehe 3. Na nilikusikia kauli yako akasema tiketi sold out. Zimeisha. Yaani tiketi zimekwisha. Kina Godi Yanga. Kwanza hilo swala likazie vizuri. Yaani Godi Yanga, tiketi zimekwisha. Acha ubabaifu. Kusema si unachukulia hela watu ukakatia tiketi Yanga na Simba kwenye nani mfereji wa Homes kule. Tiketi zimekwisha. Yaani tiketi zimekwisha. Nyewe mwendeni mtaangalia mpira si sehemu gani, lakini tiketi ya mashabiki wa klabu ya Simba wamenunua tiketi zote. Hii ni mechi yetu. Tafuteni uwanja wenu. Mmesema Guatemala kule kuna gereza Guantanamo kule. Gereza gani kuna magodoro? Hakuna tambu. Gereza mimi ninavyojua gereza lazima liwe na mbu. Mbu kubwa wake kama mende. Hakuna mbu, kuna manukato tu, kuna marashi tu ya karafuu. Lakini kama mkisema hivyo mbona wenzenu uwanja wao kwa wanaamini wa nyumbani wamewaruhusu nyinyi mmeingia? Wapi? Zanzibar. Wamewaruhusu nyinyi mmeingia, nyinyi mnasemaje tiketi zimeisha mapema? Si kwa hela zetu.
Kama tiketi 50,000 Godi Yanga atanunua tiketi 50,000. Famao atanunua tiketi 50,000. Mwalimu Yanga atanunua tiketi 50,000. Na Solo Yanga atanunua tiketi 50,000. Hawa wote mamemba haipendi, yani wanajitana naipenda timu yao ya Yanga, lakini hawaipendi timu yao ya Yanga. Umeelewa? Kwa sababu nini? Tiketi nunua, usipende kila mara vya bure. Umeelewa? Mimi kama ningekuwa shabiki wa Yanga, ningemwambia GSM hata siku moja asije kushusha kiingilio cha timu. Na tunaibrand timu yetu. Tunataka watu watoe mifukoni mwao hela. So safari mafuta ajaze GSM. Wewe unaipenda Yanga na nani unapenda mtelemko? Kwa tarehe 3 kama kawaida ni kwamba tunapiga 2 in 1. Tunaanza kuwafumua kule wanaenda kupakatika goli nyingi tu kule baba. Mnaanza nao wapi? Tumeanza kwa nani Gereza Gano wanasema. Tumeliteka na tumelimaliza. Sasa waje kwenye mfereji wa Homes huko. Lakini amuwaogopi kwamba labda waliwaachia huko waje kupambana nenyewe kwenye ligi, kombe la ligi. Waachie. Si waanza katuachia. Yanga alivyokuwa na roho mbaya kabisa, waanza kamwachia mtu. Yanga hata kama kiwa ndugu yako Yanga, yani bora ndugu yako aiteja kuliko kuwa ndugu yako anashabikia Yanga. Mimi nakwambia kweli. Kwa sababu hata siri za nyumbani anazipeka kwenye klabu. Kivipi hiyo? Watu wa Yanga. Yani ukiwa na ndugu yako mtu wa Yanga, wewe ni mchezaji. Hata kama anakuja nyumbani, wewe usije nyumbani kwenu mpaka mmalize mechi. Hata kama mama mzazi asema jamani njooni watoto wangu niwaone, anambia mama kwa hili tutasameheana mpaka mechi iishe, kwa sababu watu hao wako radhi kutumika hata kubeba tena nima ya visa. Na ndio maana sisi tunawakatata marefali yao kina Rajigi wanabeba ma visa mifukoni mwao hapa. Jana bora mlionekana nyenye na maji yenu wanasema maji yenu ya rangi gani yale? Sisi maji si ya kunywa wala vyangu nani? Wana rangi yale. Maji masafi. Yana rangi ya zambarau. Hiyo ni juice tu ya Modeuji. Kuna juice ya zambarau. Juice ya zambarau. Energy. Unachukua maji, ngoja nisikilize msia. Unachukua maji haya. Unachukua na soda. Ukiachanganya basi nani inabadilika rangi. Rangi ya zambarau. Ndio hivyo. Wanasema wanahusisha na imani za kishirikina. Wametishwa tu. Kwa ile ni maji. Yaani hapo maji na soda imechanganywa, mtu anakunywa pale fresh. Sasa uwanjani unakunywaje? Wanajibusti. Kwa nini wenyewe wasimejibusti? Kwa nini maji yanakuwa na rangi ile? Yaani hao walivyokuwa wajinga hata kupromote yani bidhaa ya tajiri yao wanashindwa. Kwani hivi ukichukua maji ya ya GSM, ukichukua na jibusti ya GSM ukichanganya pale si safi? Lakini nyinyi wanasema ile rangi haije kuonekana maji ya zambarau. Hiyo ni more energy. More energy inakuwa zambarau. Yaani hivyo ya zambarau, sema kwa special for Simba. Mimi nasikia kwako. Imetengenezwa special kwa wachezaji wa klabu ya Simba. Wamekuwa wakiwahusisha na imani za kishirikina pale. Wamezidiwa. Ili umuhusishe mwenzako na imani za kishirikina na wewe lazima na wewe mchawi. Kwa hiyo kama ni wachawi basi wamezidiwa uchawi. Basi mpaka hapo sidhani kama kuna lolote la nimelibakiza. Lolote la ziada bado lipo. Napenda kuwaambia kwamba umesikia, mimi ni katibu wa masuala ya ulinzi na usalama wa kijiji cha Mwembe Simba. Kauli zetu tukizitoa si kauli za kijiji cha Mwembe Simba. Kauli yetu sisi inakuwa inamata katika nchi ya Tanzania. Kauli yetu sisi inakuwa ina nguvu kwa sababu tunaangalia mapungufu ya ligi yetu. Ligi ni kubwa. Ligi tunataka kuibrandi, lakini tunatoa uamuzi ambao wabovu waamuzi, umeelewa? Kwa hiyo tunataka tukizungumzia kauli ya kwamba tunataka marefali kutoka nje, tunahitaji suki na mara 8, suki na mara 10, kala mara ngapi wale mashabiki zetu wa Simba wale. Fungeni midomo yenu. Kuna mtu alikupinga? Shabiki wa Simba? Sijui mara 8, sio mara 10, mara ngapi, umeelewa? Tumefanya press Magomeni, tunalalamikia waamuzi, hatuwataki waamuzi kutoka Tanzania. Yeye anasema anakaa pembeni, sio na media gani? Anakaa pembeni. Unajua mimi siwaungi mkono wale watu, tuwekeze sasa kwenye mchezaji kwa wachezaji. Quality ya kina Oula inatakiwa waamuzi watoke nje. Huwezi tukachezesha na waamuzi ambaye msingi wake wa pilau kilo 5. Aje kutuharibia kutuharibia dabi. Wachezaji wote jana wametoka, nimewaona kwa macho yangu wachezaji wote. Wa hizi Simba na Yanga wote nimewaona kwa macho yangu. Wote wanatoka pale wanampa pongezi nani muamuzi. Wote wawili. Wewe from nowhere umetoka wapi unamlamu nani muamuzi? Kwa hiyo ni onyo. Kijio cha Mwembe Simba tunatoa kauli kwamba tukisema kama
Haya ni mapaka. Kwa hiyo takiwa wewe mshabiki wa Simba unasema unaipambania klabu ya Simba, inatakiwa utulie, usitoke katika media unaanza kutupiga sisi hapa. Sisi tumezungumza waamuzi wabovu, tumeletea waamuzi kutoka Kenya wamekufa wale pale, tumelizika naye. Tunawaletea waamuzi kutoka Morocco wanagongwa zaidi hata goli hata goli 5 pale. Yaani salama yao wasitie timu pale. Yani salama, nawaambia kabisa, salama yenu nyinyi, msiende katika ule mfereji wa Homs kule ambao namtoa jasho na Trump. Msiende. Kama Guantanamo huko sisi tumeshamaliza kule. Tumeshateka gereza lenu. Mtafika kule. Kwa sababu tuwaambia hata mashabiki wetu wa klabu ya Simba. Mnajitia mnapigana, tunajua nyinyi, yani baadhi hatuwaelewi sasa. Sisi mmelainishwa na glisi, hatuelewi. Kwa sababu hamizungumziki kwa mapana sana klabu ya Simba. Lakini mnazungumza kwa mapana sana klabu yani klabu ya huku. Badala tunashinda kuwaeleweni. Sisi tunapopambania waamuzi, nyie kaeni kimya. Nyie chambueni mpira, sisi tunadili na waamuzi. Na mwaka huu tutaenda na waamuzi kama tulivyosema. Hatuwataki wale waamuzi wote wale ambao tuliwataja majina. Hatuwataki wachezeshe hata kwenye mechi zetu zingine. Na la mwisho naiomba bodi ya ligi, mechi zote za ligi tucheze na Yanga hawa. Mechi zote 30. Yaani zote zilizobakia hizi hapa. Zote zilizobakia. Na siku 3 mechi watupe na Yanga afu tuwaoneshe kama hajakimbia nchi ya Tanzania. Kwa mnataka mcheze na mechi zote. Yaani mechi yote. Mechi na Pamba waje Yanga nyuma mwiko wale. Waje pale kwa Homs pale. Mfereji wa Homs waje nyuma mwiko. Mechi sijui na nani sijui kuna mechi sijui na timu gani na Mbeya City. Waje hawa nyuma mwiko hao. Yaani mechi zote ambazo zilizobakia sisi kwenye ligi yetu tunataka kucheza na mtelemko vibonde hawa. Tuwashindilie magoli mpaka wajute yani wajute kujisajili katika ligi ya Bongo hapa. Wanasema mmepata uchochoro wa kuongea baada ya kupata jana goli. Tulikuwa tuna uhakika. Selemani Mwalimu aliwafunga goli. Wakakataa. Ndani ya Guantanamo hapo. Na jana kawaonesha tena goli jingine. Kataeni tena na hilo. Kwa hiyo kaenda kusawazisha. Ndio maana niliwauliza nasema vipi? Tunaenda kuwauliza maswali. Kwa nini walikataa goli la Selemani Mwalimu? Watujibu. Kwenye makablasha yao pale. Basi mpaka sasa hapo nikushukuru sana. Asante. Karibu tena hapa.